Tizameni harusi za Waislamu leo. Hivi kwenye harusi, kwenye jambo la ziwaji na nikah katika Uislamu, kuna mambo ya muziki, kuna mambo ya rusha roho na mabaikoko na vigodoro na vijamvi. Haya mambo yametoka wapi? Miaka 20 30 nyuma, nyinyi watu wazima, zilikuwa harusi zafanywa hivi. Leo kila nyumba yatafuta muziki ya eka. Kuna harusi pale, pana kigodoro pale, watu wanakwenda kukatika na kucheza. Mambo tumeiga. Mambo ya kitchen party, mambo ya ndundu party, sio mambo ya send off yametoka. Hizi ni miongoni mwa madhahiri. Muislamu umepata wapi birthday? Ambapo leo na birthday, mtu ashaukwa atengeneza keki, umepata wapi wewe? Birthday wapi na wapi? Wewe kiigizo chako ni Rasul alayhi salatu wasalam. Sisi tumefundishwa hakika, mtoto akizaliwa siku ya 7 kuna kadha. Haya birthday umepata wapi? Mambo si yenu. Birthday imeanza kwa Wajerumani, na ndio maana wenyewe kwenye birthday wanaweka mishumaa kwa idadi ya ile miaka. Alafu ile mishumaa kuna wakati inazimwa. Nini maana yake? Mambo yana itikadi, nyie mmevamia. Waislamu wameingia miguu miwili kuwaiga wasiokuwa Waislamu. Nendeni katika mavazi. Sisi hatuna mavazi. Mtume wetu hana mavazi alofundisha watu wavae. Hatuna namna ya kuvaa tuliofundishwa. Tizameni Waislamu hawajifaharishi na mavazi ambayo yanaonyesha Uislamu wao. Watu leo wanakamatia chini. Leo watu wana matimba-lendi. Yule ana nguo hapa imechanika, hapa ina kiraka. Yule ana nguo kavaa mtu kafiri, sio 50 centi kamvaa yule. Wewe wapi na wapi? Wewe una mapenzi gani ya kumpenda Cristiano Ronaldo kafiri? Una mapenzi gani mpaka umvae, uchukue fulana uivae? Kwa mapenzi gani uliokuwa nayo? Mtu kafiri akiingia hata kucheza mpira aandika alama ya utatu, wewe wavaa fulana yake? Au wewe kuna timu gani unaipenda hiyo ambayo ina Uislamu mpaka ununue fulana uvae? Kwa nini usivae kanzu? Kwa nini usinunue kanzu? Na Mtume anasema kana ahabba thiyab, au hadithi imekuja kana ahabba thiyab ila Rasulillah alqamis. Vazi bora alikuwa akilipenda bwana Mtume ni kanzu. Kwa nini wewe ukanunue majinsi yamekubana, mtu atembea utazania kajisaidia haja kubwa? Mmepata wapi mavazi haya? Au leo tizameni watoto wanavonyolewa viduku. Mtu amchukua mtoto ampeleka saluni, amnyoa panki au amnyoa kiduku. Umepata wapi unyoaji huu? Ni watu wamewaiga wasiokuwa Waislamu. Nendeni mpaka katika misiba. Leo watu wanaiga tu. Sisi Waislamu tuna mafunzo mpaka kwenye misiba yetu. Tutizameni misiba leo ya Waislamu. Misiba ya Waislamu leo utakuta kuna hili, wale wamevaa nguo nyeusi, sio kuna kuaga marehemu. Haya yametoka wapi? Marehemu haagwa wapi? Sijui ngoja kwanza, siku ya kwanza, ya pili, kuna hivi, kuna mtoto wake yuko Ulaya, akate tiketi mpaka aje. Mmepata wapi mambo haya? Maiti zinakaa, zinadhalilishwa, zinapigwa masindano, kuna mtu tu ataka kuja kumuona. Mmepata wapi mambo haya? Hebu tizameni mafunzo ya mtume wenu katika jambo la msiba. Unapotokea msiba leo, misiba imekuwa kama sherehe. Utakuta watu wameleta tena viti vimepangwa pale, pana kula, sijui pana hivi, ng'ombe kachinjwa, pana maji ya kunywa, pana masoda. Yani ule utaratibu kama wa Kinaswara ndio Waislamu wanaiga. Mmepata wapi nyinyi mtu anapofiwa atakiwa apike watu wale? Mmepata wapi? Hamjui hadithi ya mtume wenu alipouliwa Jaafar? Mtume alisemaje? Isna'u li ali Jaafar ta'am. Anawaambia masaba, watu wa Jaafar watengenezeni chakula, familia yake, watoto wake, nyinyi tengezeni chakula muwapelekee. Fa innahum qad atahum ma yashghiluhum, kwa sababu watu wa Jaafar wamejiliwa, wamepatwa na jambo la kuwashughulisha, wamefiwa. Mzee wa kaya amekufa, kwa nyinyi masahaba zangu, nyinyi tafuteni chakula muwapelekee ali za. Leo wewe wafiwa, watafuta mchele kilo 100, watafuta ng'ombe, maji safi ya Uhai, watafuta soda za Azam. Wewe una akili gani? Umepata wapi mambo haya? Baadaye huku una msiba, alafu umechukua milioni 2 umetumia kuwalisha watu. Wapi umepata mafunzo haya? Kwa Waislamu wameigiza wasiokuwa Waislamu kwenye kila mambo. Tukenda makaburi tutakuta makaburi yamejengewa. Nyinyi hamjui kama mtume amekataza kujenga makaburi? Hamjui kama mtume amekataza kuyatia rangi makaburi? Hamjui kama mtume amekataza kulikalia kaburi? Hamjui kama mtume amekataza kuandikwa kaburi? Mtume amekataza kuswali kuelekea kaburi? Hamjui? Au kuweka taa makaburini? Mtume yote ameyakataza. Leo watu wajengia makaburi Waislamu, bali mtu achukua na tiles anakwenda kulitia kaburi. Wewe una akili kweli? Tuachie dini, akili unayo? Maiti iko chini kule kwenye mwana wa ndani,
alafu ile maiti baada ya muda itaoza. Hizi tiles juu za nini? Umemjengea nani? Yani wewe na mtu anachukua tiles akapeleka chooni, yule ana akili kuliko wewe. Achia dini tu, hebu tafakari hizi tiles juu hapa na mwekea nani hapa? Na mlinda nani? Tuna mambo ya kuigaiga ya kipuuzi. Mpaka kuta makaburi, kuta picha ya mtu atakafa pia imewekwa kwenye kaburi. Makaburi ya Waislamu tumefikia huko kwa sababu ya mambo ya takalidi hizi, kuiga mambo ya sokwa Waislamu. Kwa ufupi mambo haya yana sababu nyingi na yako mengi sana. Sababu kuu ni watu kutokuijua dini sahihi. Waislamu wengi wamedhurika kwa sababu Uislamu sahihi aliyokuja nao bwana mtume, Uislamu aliokuwa nao bwana mtume na masahaba zake, Waislamu wengi hawaujui. Na wataujuaje? Na Waislamu walipigwa vita vya kusoma dini yao. Humu tukitazamana msikitini, waliosoma maskuli wakaenda shule ni wengi, lakini waliosoma dini humu labda 10. Ni Waislamu tu kusikiliza hutuba za Ijumaa na kutoka. Lakini Muislamu akukaa chini akajifundisha kusoma Qur'ani, akajua maisha ya bwana mtume, mtume alipofiwa alifanyaje, mtume aliozesha vipi, mtume hivi, siku ya Idi ilikuwaje, Idi zetu ni zipi, mtu akakaa chini akasoma. Hao ni Waislamu wachache sana. Tulipigwa vita sana tukashindwa kuisoma dini. Na wanaosoma dini huko mwanzoni, ikawa ukisoma dini mwisho unakuwa mganga tu, kazi yako kusoma tawassuli na kusoma albadiri, basi hawakusomeshwa watu Uislamu sahihi wakajua dini yao. Kwa sababu hiyo ikatokea natija mbaya ya kupotea alwala walbara. Sisi tumefundishwa tupendane kwa ajili ya Allah na tuwachukie watu kwa ajili ya Allah. Huyu madamu si Muislamu, sisi hataki kumpenda, hataki kumuiga, hataki kufuata nendo zake. Leo hiyo imepotea. Watu wameingia maskuli, mtu anakaa darasa moja na asokuwa Muislamu, mwalimu si Muislamu, watu wamekorogwa. Kwa watu hakuna tena ile akida ya alwala walbara. Mwalimu mwenyewe anakuja uchi kusomesha mtoto, anakimini mwalimu kati ya wigi, huyu mtoto wa kike atajifundisha nini? Tukavurugwa ikhtilat baina rijali wan nisa, watoto wa kike na wa kiume wako darasa moja, tena dawati moja wengine. Zinaa zikaibuka, madhahiri mbaya yakatokea katika Uislamu. Alwala walbara ikapotea, watu hawana mafunzo sahihi.